إلهي ضاق صدري ولست أدري بأي علاج أداوي ذنبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادة الكرام أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua ni kinga au ni silaha na kinga ya Muislamu. Tumefikia katika nyakati zinazokubaliwa ndani yake madua. Nambari 11 anapowika jogoo. Kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sami'tum siyaha diyaka fas'alu Allah min fadlih فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. Mkimsikia jogoo anawika alfajiri ya mwanzo, muombeni Allah katika fadhila zake, kwani jogoo huwa anamuona malaika. Na mkisikia mlio wa punda, basi muombeni Allah akukingeni na shaitan, kwani punda huwa amemuona shaitan. Siku ya Jumatano hii ya 12, siku ya Jumatano baina ya sala ya dhuhuri na al-asri. Kutoka kwa Ka'b bin Malik amesema, nimemsikia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu akisema, aliomba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika msikiti wa Ahzab siku ya Jumatano na siku ya Jumanne na siku ya Jumatano, akajibiwa siku ya Jumatano baina ya sala ya dhuhuri na al-asr. Tukafahamu kuwa bishara katika uso wake. Akasema Jabir radhiyallahu anhu, halishuki jambo muhimu isipokuwa limewajibikia katika saa ile, katika siku hiyo. Akamwomba Allah akalifahamu jibu lake. Ama twaingia katika sehemu nyingine ya dua na nyiradi. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa utume wake amewafundisha masahaba zake aina tofauti za nyiradi, dua na istighfar. Hivyo basi inapendeza mtu kukamatana nazo, kwani yeye ni kiongozi na mwalimu wetu, naye kwetu ni mfano bora wa kufuatwa. Na kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama mtu anapata ujira mkubwa. Naye alikuwa hasemi kwa matamanio yake, kila alichosema au kutenda kilikusudiwa kuwa kielelezo kwetu, nacho kimetoka kwa Allah mtukufu aliyetukuka. Amesema Allah aliyetukuka, a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Na wala hasemi kwa matamanio yake, hayakuwa haya nayoyasema illa ni wahyi, ufunuo uliofunuliwa kwake. Pia anasema Allah aliyetukuka, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Bila shaka mfano uliomwema ni kwa mtume wa Allah, kwa mwenye kumwogopa Allah na siku ya mwisho na kumtaja Allah sana. Pia akasema Allah mtukufu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, basi nifuateni mimi, Allah atakupendeni na atakufutieni madhambi yenu, na Allah ni mwenye kufuta madhambi na mwenye kurehemu. Pia anasema Allah aliyetukuka, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Sema enyi watu, hakika mimi ni mtume kwenu nyinyi nyote niliyetumwa na Allah mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Hapana Mungu ila yeye, anayehuisha na anayefisha. Basi muaminini Allah na mtume wake. Asiyejua kusoma na kuandika, ambaye anamuamini Allah na maneno yake, na mfuateni yeye ili mpate kuongoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu alikuwa kama mzazi anayewafundisha watoto wake. Kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana lakum mithlu alwalid uallimukum amra dinikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi kwenu ni kama mzazi, na wafundisha kuhusu mambo ya dini yenu. Ndugu zangu katika imani, kwa hili chache namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie lilmuttaqina imama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. ليلي ونهاري